Wapendwa wangu, katika video ya leo nimewaletea bubu dress ya hatari sana. Ni free size short, lakini inakaa mwilini kama imeundwa kwa ajili yako vile. Inakufanya ujiamini popote uendapo. Hii ni Dan Blessing Creations. Kaa nami mpaka mwisho uone moto wake ulivyo. Karibu. Hicho ndo kitambaa chetu kama unavyokiona hivyo, nimekikunja mara 4. Kama kawaida nimekikunja mara 4. Chopo. Hapa tutaanza na vipimo vyetu vya bega. Bega letu ni inchi 15, ukigawanya kwa 2 itakuwa ni 7.5. Hiyo hapo 7.5, kwa tutaweka hapo 7.5. Tutaweka 7.5. Baada ya hapo tutakwenda kufanya vipimo vya urefu wetu wa mkono. Mkono wetu urefu wake ni inchi 22, lakini nitaweka inchi 17 kwa sababu kuna kipande kingine nitakuja kukichanganyia baadaye hapo. Kwa nitaweka 17 kama hivyo nilivyoweka. Baada ya hapo tutafanya vipimo vyetu vya urefu, ambapo kwa pale letu tutashuka inchi 9. Tutaweka inchi 9 hapo. Kama hivyo. Lakini baada ya hapo tutashuka tumbo letu, tutashuka inchi 16. Kutoka kwenye bega mpaka kwenye tumbo tutaweka 16. Kama hivyo. Lakini hipsi nitashuka 25, kutoka kwenye bega mpaka kwenye hipsi nitashuka 25. Kama hivyo ninavyoweka. Baada ya hapo sasa tutapima urefu wetu wote. Urefu wetu wote ni inchi 37. Lakini nitaongeza inchi 2 kwa ajili ya kushonea, itakuwa 39. Kwa nguo yangu urefu wake ndio umeishia hapo, napoona 39 imeishia hapo, kwa hiyo maana tayari nishaweka vipimo vyangu. Lakini baada ya hapo nitakwenda sasa kunyosha mistari yangu ili niweze kuanza vipimo. Kama hivyo. Baada ya hapo tutaanza na vipimo vya kifua. Kifua chetu ni 34. 34 ukigawanya kwa 4 tutapata 8.5. Hiyo hapo. Kwa hivyo tutaweka hapo inchi 8.5, lakini baada ya hapo utaongeza inchi 3 za ziada kwa sababu nguo yangu kumbuka ni free size. Utaongeza inchi 3. Tumbo langu ni inchi 28, kwa hiyo nikigawanya kwa 4 nitakuwa na 7. Lakini si lazima nguo yako iwe free size kama ambavyo mimi nimefanya. Ukitaka iwe fupi, ukitaka isiwe free sana, weka vipimo vyako halisia vile na uache nguo yako hivyo hivyo. Uongeze tu inchi 1 ya kushonea. Na kama hutaki iwe pana zaidi pia ongeza inchi 2 tu zinatosha. Kwa hiyo ni vile utakavyotaka wewe nguo yako iwe. Baada ya hapo tumefanya vipimo vya hipsi. Hipsi yetu ni inchi 38. Kwa hiyo tukigawanya kwa 4 tutapata 9.5. 9.5 hii hapo, kwa hivyo tutaweka 9.5 hapo. Lakini baada ya hapo utaongeza inchi 3. Kama hivyo. Baada ya hapo sasa tutakwenda kwenye urefu. Kwenye urefu pia tutaweka inchi 9.5 zile tulizopata huku kwenye hipsi, na baada ya hapo tutaongeza tena inchi 3. Kwa hiyo vipimo ulivyopata kwenye hipsi ndio hivyo utakavyovitumia kuweka chini huku. Baada ya hapo sasa nitaunganisha hivyo pointi zangu kama hivyo. Hapo nitakwenda kutengeneza mkono wangu. Angalia jinsi ambavyo natengeneza mkono wangu. Kidogo mkono wangu umekuwa mpana, lakini kama hautaki uwe mpana basi ni wewe tu. Ila mimi ndo nimetaka design ya mkono wangu uwe hivyo. Baada ya hapo nitafanya vipimo vya shingo, ambapo urefu nimeweka inchi 3. Upana wa shingo inchi 3, lakini urefu wa shingo ya nyuma nitaweka inchi 1.5. Nitaweka 1.5 hapo. Na baada ya hapo nitatengeneza shingo yangu kama hiyo. Kama hivyo ninavyotengeneza hapo. Lakini kutoka kwenye bega nitashuka inchi 17.
16, nitaongeza nchi moja itakuwa 17. Kutoka kwenye bega mpaka kwenye tumbo nitashuka nchi 17. Baada ya hapo nitanyoosha huo mstari hivyo. Lakini kabla sijaendelea kunyosha mstari wangu, basi nitaweka nchi moja na robo. Nitaingia ndani kwa nchi moja na robo. Na baada ya hapo nitanyosha mstari wangu. Na hiyo nchi moja na robo niliyoweka basi nitaiweka mpaka chini kama ambavyo unaona nafanya hivyo. Weka hivyo nchi moja na robo mpaka chini. Baada ya hapo unganisha mstari huo. Tayari kama ambavyo unaona. Sasa nitakwenda kuweka mfuko wangu. Kutoka kwenye tumbo ambapo tuliweka nchi 16, nitashuka nchi 2 chini, kwa hiyo itakuwa 18. Ndio mfuko wangu utaanzia hapo, lakini urefu wa mfuko wangu ni nchi 10. Taweka hivyo. Mfuko wangu ndio huu hapo nimeweka. Lakini baada ya hapo tumeshamaliza sasa kufanya vipimo vyetu, kwa hivyo tutakwenda kukata nguo yetu kwa ajili ya kuanza kushona. Takata kama hivyo taratibu. Tutakata. Kata taratibu. Utakapofika hapo kwenye shingo sasa, kata tu hiyo nchi moja na nusu tuliweka kwanza. Baada ya hapo toa hicho kitambaa cha ndani ambacho ndio kipande cha nyuma. Weka vizuri kitambaa chako cha mbele ambacho ni kipande cha mbele, hicho kiweke vizuri. Baada ya kuweka vizuri sasa utakwenda kukata hapo. Utaondoa hiyo. Tayari nimeshaiondoa kama ambavyo unaona hivyo. Kwa baada ya hapo sasa kinachofuata hapa, tutachukua kitambaa cha kipande cha nyuma. Hicho hapo. Utakiweka kama hivyo, lakini utachukua vipande vya mbele viwili, utaviweka hapo juu kwa ajili ya kwenda kuunga kwenye mabega kwanza. Tutaanza kushona kwenye mabega kama ambavyo nakuelekeza hivyo. Hapo tayari nimeshaunganisha kwenye mabega. Tayari nimeshaunga vipande vyangu hapo viwili hapo. Lakini baada ya hapo utashika gauni lako kama hivyo ambavyo mimi nafanya. Utaweka alama upande wa shingo ya nyuma, sehemu ile ya katikati. Alama ndio hii hapo mimi nimeweka. Lakini baada ya hapo utashika nguo yako kuanzia chini kule kwenye pindo, utapima kuzunguka mzunguko wote mpaka upande wa pili huku. Pima kama hivyo. Hapo nimepata ni mita 2 na inchi 8 kama hivyo. Sasa kuna hiki kitambaa ambacho ndicho tunakwenda kutengeneza kola yetu. Upana wake nimeweka inchi 6. Inchi 6 hiyo. Na hapo kitambaa hicho nimekinyoosha kwanza ili kupata usawa wa inchi 3 kwa inchi 3, nimenyosha katikati kama hivyo. Kwa hivyo ufanye hivyo ili kukupa urahisi wa kuweza kukiunganisha unapokwenda kushona pale. Baada ya hapo sasa nitakikunjua kama hivyo unavyoona. Nakikunjua kama hivyo. Hakikisha sehemu zile ulizoweka alama zile pale katikati ulipoweka alama unakiweka kama hivyo kitambaa chako. Na baada ya hapo utakwenda kupima inchi 11 na nusu kwa ajili ya shingo. Hii inakuwa ni sasa ni shingo yote, kuanzia shingo ya nyuma mpaka shingo ya mbele. Huo ndio urefu wake wote, inchi 11 na nusu. Baada ya hapo utashona mpaka chini. Hakikisha uzi unapita katikati hapo uliponyoosha, ulipopiga pasi hapo. Tayari, kwa hiyo nitakigeuza kama hivyo. Unaona tayari nimeshashona, kwa hiyo nitakigeuza kama hivyo. Kwa hivyo watu unapokwenda kushona unaweza ukashonea upande ule wa kule wa pili au ukashonea upande wa huku, kwa sababu kote unakuta kunafanana. Kwa hiyo unaweza ukashonea popote unapotaka wewe. Baada ya hapo nitashika ile sehemu ya katikati niliyoweka alama ya shingo ya nyuma, nitashika hapo, lakini pia sehemu niliyoweka alama kwenye kitambaa changu hiki cha kola nitashika na kwenda kushona kwa pamoja. Kushuka chini. Kama
Kama hivyo ninavyokuelekeza, utaweka kitambaa chako na utashona. Tayari nimekusha shona kama hivyo unavyoona nguo yangu hapo. Nishaiunganisha pande zote. Nitaigeuza hapo. Lakini pia ukipenda kushona ndefu ni wewe mwenyewe tu, so lazima ushone fupi. Unaweza ukaangalia jinsi ya kushona. Kama unataka ushone ndefu, ni chaguo lako mwenyewe. Baada ya hapo nitapima urefu wangu wa mkono ni inchi 26. Huo ni upana wa mkono wangu ni inchi 26. Lakini beti ya kwenda kuweka hapo pana wake ni inchi 6. Baada ya hapo sasa nitashona na nitagongea juu. Tayari nimekusha shonea mkono wangu huo hapo. Tayari nimeshona lakini pia nimegongea kama ambavyo unaona hivyo. Lakini baada ya hapo sasa tutageuza nguo yetu kama hivyo. Utageuza na utakwenda kushona hiyo sehemu ambayo mimi ninakuelekeza hivyo. Utashona mpaka chini. Kwa kuwa hii ni fupi, hatutaweza kuweka mpasuo kutokana na ni short, kwa hiyo lazima tutaacha hivyo hivyo. Weka mpasuo kwa leo. Tayari nguo yangu nimeshashona kama hivyo unavyoona na mfuko wangu ndo huu hapo. Kwa nitakwenda kuigeuza nguo yangu. Lakini pia chini huko nilipinda na huo ndio mfuko ambao nimeweka pande zote na upande ule wa pili pia nimeweka mfuko. Nipende kukushukuru wewe kipenzi changu ulichukua muda wako kuangalia video yangu. Natumai itakuwa imekufundisha kwa siku hii ya leo. Kama umeipenda basi video yangu usiache ku like.